Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Licha ya Marekani kuweka vikwazo juu ya uuzaji wa mafuta na gesi kutoka nchini Iran, ripoti za hivi majuzi zinaeleza kwamba mauzo ya mafuta ya Iran katika mwezi Oktoba yamefikia zaidi ya mapipa milioni 2 kwa siku, na hivyo kuashiria kiwango cha juu zaidi kwa mwaka 2025. Ripoti hiyo inaeleza kwamba vikwazo vya Marekani havikufua dafu katika kuhakikisha mafuta ya Iran yanasafirishwa nje. Mpango wa Marekani katika vikwazo vyake ilikuwa ni kuona kwamba usafirishaji wa mafuta wa Iran unafikiwa kiwango cha sifuri, yaani kusiwe na mpango wa kusafirisha mafuta ili tu ikubaliane na suala la kuacha urutubishaji wa uranium kwa ajili ya nyuklia, jambo ambalo viongozi wa Iran walikuja na mipango mikakati ya kuweza kuhakikisha kwamba mafuta pamoja na gesi na rasilimali nyingine zinauzika nje. Licha ya hazina ya Marekani kuweka vifurushi vitatu vya vikwazo mnamo Oktoba, ikiwa ni pamoja na kubwa mnamo Oktoba 9 inayolenga zaidi ya watu 50, mashirika na meli za mafuta, usafirishaji wa mafuta wa Iran sio tu kwamba umeepuka kupungua, lakini kweli umeongezeka. Wachambuzi wa kisiasa wanasema hii inadhihirisha kushindwa kuendelea kwa sera ya shinikizo la juu la Washington. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars, shirika la wanafikra la Marekani la Foundation for Defense of Democracies FDD limeripoti kuwa mauzo ya mafuta ya Iran mwezi Oktoba yalifikia takribani mapipa milioni 66.8, sawa na mapipa milioni 2.15 kwa siku, na kuonyesha ongezeko ikilinganishwa na mwezi Septemba. Ipasavyo, mafuta yaliyosafishwa ya Iran yanachangia 89.8% ya jumla ya mauzo ya nje, ambapo mapipa milioni 1.93 yamezalishwa kwa siku na mapipa 26,000 ya condensate ya gesi yalizalishwa kwa siku. FDD inakadiria kwamba kwa kuzingatia punguzo la 5 hadi 10 la bei ya mafuta ikilinganishwa na bei ya Brent, mauzo ya nje ya Iran yalizalisha kati ya dola bilioni 3.9 hadi dola bilioni 4.2 katika mapato ya jumla mwezi Oktoba, jambo ambalo halikuwepo kipindi cha kabla ya mwezi huo, ambapo waliweza kuzalisha kati ya dola 2.8 hadi dola 3.4. Kwa mujibu wa Tank Trackers, China inasalia kuwa mnunuzi mkuu wa mafuta ya Iran, huku Umoja wa Falme za Kiarabu ukiorodheshwa kama mnunuzi wa pili kwa ukubwa. Uchina inachangia 90.6 ya ujumla ya mauzo ya nje, wakati kiasi kilichobaki kinasafirishwa kupitia Umoja wa Falme za Kiarabu, Singapore pamoja na Yemen. Vizuizi vya Marekani kwa Iran juu ya suala la mafuta havikuanza leo. Ni tangu mwaka 2018 baada ya Marekani kujiondoa katika mpango kamili wa utekelezaji wa pamoja JCPOA, na kulikuwa na athari mbaya za kiuchumi kwa wakati huo. Kulikuwa na matatizo makubwa ya kiuchumi kutokana na vikwazo ambavyo vilisababisha mfumuko wa bei uliofikia hadi karibu 40%, huku sarafu ikishuka na ukosefu mkubwa wa ajira na kushuka kwa pato la taifa, jambo ambalo kadri siku zilivyozidi kusonga, mamlaka nchini Iran zilikuja na mbinu mbadala kuhakikisha wanakuwa na washirika wa kutosha, lakini pia kuhakikisha kuwa wawekezaji wa ndani wanakuwa wengi kuliko ilivyokuwa awali. Utawala wa Rais Masoud Pezeshkian ulikuja na mpango wa kidiplomasia wa kuhakikisha Iran inakuwa na nchi marafiki wengi ambao wataweza kunusuru uchumi wake. Na ndicho ambacho kimetokea wakati huu, huku baadhi ya mashirika yake ya mafuta yakipata wanunuzi wengi kutoka upande hasa wa China ambao waliingia nao mikataba mingi tangu mwaka 2023. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.